Mchungaji, nitajueje sifa za mwanaume anayefaa awe mume wangu? Nikamwambia, kijana yeyote anayekutafuta, peleleza kwenye mambo haya matatu. Kama sio kamaraya, hakuna mwanaume atakutesa kama mwanaume maraya. Unasema, mchungaji, sasa nitamjueje kama ni maraya? We, mtu anasema anataka kukuoa, umekubali, anataka mwende guest, unamuuliza guest ndio kwa wazazi wangu? Sasa kwa sababu nitakuoa, tunaweza tukaanza. Tunaanzaje? Hatujafunga ndoa. Anakupa signal, anakupa mnasema nini, password nini, kodi, kwamba huyu ni maraya. Yaani nilimwambia wanaume wa kuwaogopa maraya na cha pombe, mlevi. Mabiti, yaani ukiona kakijana kana kunywa pombe, kaogope kama korona. Hakuna vijana wagumu kuishi nao kama vijana walevi, kwa sababu kijana mlevi automatically ni maraya, kwa sababu ulevi na umalaya ni mtu na mdogo wake, yaani ni mapasa. Huwezi kumkuta mtu mlevi sio malaya, kwa sababu ulevi ukilewa, wanawake wote unaona ni beautiful girl. Umewahi kuona mlevi kijana mdogo anatembea na mamama kabisa, ni wakubwa hata kuliko mama yake mwenyewe, lakini akilewa anatuona tusichana twa 2000, mama na meno mawili, mapengo. Nasema mapengo. Lakini ukilewa unakaona kasichana ka form 4, ka sekondari. Ndio maana mabinti, usikubali kuolewa na mwanaume mulevi. Yaani ukishaona ni mulevi, weka alama ya X, hafai kwa matumizi. Walevi mko hapa? Kama vijana walevi mko hapa, na kuomba usioe mpaka kufa, kwa sababu huyo utakayemuoa atateseka na wewe sana. Hakuna ndoa ya mlevi iliwahi kuwa na amani, haipo. Kwa hiyo kama umeamua kuwa mlevi, mimi nakushauri oa pombe, ndo awe mke wako. Yaani wewe ni kunywa na kulala, kwa sababu wewe hufai kwa matumizi. Hakuna watu hatari kama walevi, halafu wanavyonuka. Hivi kweli unaweza kulala na mtu ananuka mpaka asubuhi? Unaweza kulala naye kweli? Yaani hata tukikaa nao kwenye bajaji unaomba ufike haraka, halafu wana maneno hayana vituo, hayana koma, hayana nini, ni baba, halafu anatoa miharufu, mnatoa kichwa nje, halafu huyo eti ndio bebi wa mtu, akapokelewe na mtu, halafu ambusu. Jamani, halafu walivyo wakorofi, nibusu, kiss me, nibusu. Unajiuliza, kuna mtu anaweza kabusu choo kweli? Maana limdomo linaruka kama choo. Lubiri siku moja walevi walinipiga wakasema, hivi wewe mchungaji, tumekukosea nini? Unasema tunanuka, tunalala na wewe, mbona tunaorara nao hawalalamiki? Nikaambia wanalalamika, hawana kwa kwenda. Kwa sababu siku zote vijana walevi mwanzoni hakuonyeshi kama ni mlevi. Hata mkienda hoteli anaziangalia pombe, unamuuliza unakunywa pombe? Mimi lakini anaziangalia, anazitamani, moyoni anasema usingekuwepo. Kwao unakuta anajificha ficha. Siku akikuoa, wana mbinu moja, anakuzalisha haraka. Mimba, mtoto wa kwanza hajamaliza kunyonya, mwingine akiona tumepangana hapo tototo tunne, ndo anaanza kuonyesha ulevi wake. Sasa utaenda wapi na watoto 4? Inabidi useme tu, Mungu, roho yangu mikononi mwako naiweka. Huyu cha pombe ningetamani hata nimwache, lakini hiki kijiji amenipa kijiji cha watoto, napeleka wapi?
Kwa hiyo mabinti, fanya utafiti. Ukisikia wakati tunafika kwenye uchumba kwamba kabla hujamkubali mwanaume, peleleza, nenda mpaka kijijini kwao, waulize wale wa pale kijijini, fulani mnamfahamu? Tabia zake, wakambia cha pombe. Kwa sababu walevi wenyewe hawataki kuoa walevi, na wao wanataka waoe kabinti ka kanisa kametulia. Ndio maana kuna vijana ambao ogopa kijana ambaye anajiunga na kanisa, leo anataka kukuoa. Huyo muongo, hajakaa hata miaka miwili mingapi afundishwe neno, anataka kuoa. Mimi ni Mkristo mwenzako. Mkristo mwenzako kuanzia lini? Toka jana. Amekuja kuchukua mtoto. Be careful. Dhambi tumesema ya pili nini? Ulevi. Unatesa vijana sana, kwa sababu kwanza hata matumizi yako ya pesa. Kwa mfano, kuna Wanandi hapa, Wanandi mikono juu karibia wote. Nimesema pale kanisani, wale ambao tulisali nao, nimesema hakuna kabila watafutaji wa hela kama nani. Lakini unashangaa mtu anatafuta hela lakini matumizi yake hayajulikani. Kumbe ni kanini? Kalevi. Kuna tu wengine tumepewa mpaka pikipiki za watu, ende shaga, yaani anashindwa atakupeleka kwa bosi. Pombe kutoka asubuhi mpaka jioni, anaendesha bodaboda merewa. Hivi kweli utakuja ununue pikipiki yako kweli? Kwa hiyo tunapofundisha haya, tunawaonea huruma watoto wetu. Hatutaki mfike maisha ya wazee ambao wanateseka leo. Walipewa nafasi wakashindwa kuitumia. Niliwahi kuwaambia mwanadamu una hatua 4 ambazo unapitia. Miaka 0, unasema 0 mpaka 13 inaitwa miaka ya sijui kitu, nahitaji kujua. Miaka 14 mpaka 45 inaitwa miaka ya ujuaji. Yaani unajua, ndio kipindi chenu hapa mnajifahamu, unajua sana. Kipindi cha ujuaji, kwa Kifaransa ujuaji mnasemaje? Connaissance. Yaani unajifanya wewe ni connaissance. Connaisseur. Miaka 14 mpaka 45. Kuanzia miaka 46 mpaka 59 inaitwa miaka ya majuto. Mnaelewa majuto? Yaani Waingereza wanasema una regret, yaani unajutia. Mnaelewa kujutia? Yaani maneno yako mengi ni ningejua, kipindi hicho umeoa, una watoto, halafu unakumbuka pesa ulizotumia vibaya ulipokuwa kijana. Kipindi hicho ndio unatakiwa kulipa kodi, unatakiwa kusomesha watoto. Ndio kipindi ambacho niliwaambia wachungaji, kijana mwenye miaka 46 mpaka 59 msimsogeze sana kwenye sadaka. Karansis asenganefu, hao watu usiwasogeze kwenye sadaka, wanaiba sadaka hao. Hiyo miaka 46 mpaka 59 ni wezi sana wa sadaka. Kwa nini wanaiba? Mambo ni mengi, hela hana. Alipokuwa kijana alitumia vibaya, watoto wanadaiwa shule, sijui kodi inatakiwa, sijui nini inatakiwa, alafu mnawaambia hesabu sadaka. Ndio anaangalia wenzake wakiangalia kubaya.
Kuna mzee mmoja wa miaka hiyo akakaa naiba, anaweka kwenye socks. Mnaelewa socks? Anaiba anaweka. Kijana mmoja kamuona. Akasema, I say, kuna socks nzuri. Achana nazo. Sasa ngoja tuone acha. Kuja kufungua suruali. Hapo. Pako na mihera. Akabaki, shetani, munisameheni shetani. Ulipokuwa kijana, hukujua kama utabeba familia. Hukujua. Sasa familia umeibeba, ulitumia pesa vibaya. Wengine wamechimba mpaka madini wakapata, lakini sote wanatumia umaraya na pombe. Umefika wakati wa kubeba majukumu ya familia, hela huna, unaanza kujuta. Ndio kipindi ambacho mtu anasema, wangenirudisha sasa niwe kijana, ningetulia, umeshachelewa. Ndio maana tunawaambia sasa vijana, mchangamke muda huu. Amen. Dhambi ya tatu ambazo zinatesa vijana, tumesema ya kwanza, ya pili ulevi, ya tatu uvutaji, iwe madawa ya kulevya au masigara kabisa. Kisangani kuna watu wanavuta, vijana wanatumia na yale madawa ya kulevya. Ramadan, kijana huna familia, huna watoto, maisha hujaanza, unaingia kwenye hayo Ramadan, madrugs. Yaani ukishafikia hatua hiyo, waombe tu watu wakuchimbie kaburi, umejifia tayari. Kijana mdogo kabisa unakuta ameshika sigara, anavuta alafu anapuliza. Kijana ambaye umeenda shule, wangapi wamesoma shule? Umesoma, haijalishi ulifika saa ngapi, lakini wale ambao tumesoma shule, si tuko hapa gredi ya kwanza, mnatoka darasa la kwanza mpaka la 6 la 3. Kutoka hapo mnasomaga miaka mingapi? Primary mnasoma miaka mingapi? Ndio hiyo naisema. Sekondari sio wote tulienda. Wengine tulifika shule tukaiacha shule tukarudi hatuna shule. Lakini wewe ambaye ulisoma shule, huku Kongo mna masomo ya sayansi ambayo inafundisha, mwalimu wako alikwambia kuna aina ngapi za vyakula? 3. Ya kwanza kujenga mwili, ya pili kukinga mwili, ya 3 kuleta nguvu. Tanzania wameongeza chakula kuleta joto mwili. Okay. Sasa mwalimu wako alikwambia sigara iko kwenye kundi lipi? Inajenga, inakinga, inatia nguvu. Sasa unakula ili uongeze nini? Kuna joto hapo? Hakuna hata cha joto. Ndio maana nawaambiaga Mungu ni fundi. Mnaelewa fundi? Fundi stadi, fundi makini. Wakati anaumba binadamu, alijua binadamu atakunywa maji, yakifanya kazi akaweka sehemu ya kutokea yale yaliyochoka. Alijua utakula chakula, kikifanya kazi akaweka sehemu ya kutokea. Sasa angejua kama tutakula moshi. Unataka kusema Mungu alisahau kuweka exhaust? Mnaifahamu exhaust? Ile gari kiunguruma shapema,
Kwa ina maana Mungu alisahau kuweka shapema? Si angetuwekea shapema huku ya kutolea nini? Ndio maana unakula moshi, hauna kwa kwenda. Ukifuta unatoka hapo hapo, hauna kwa kwenda, kwa sababu hakuna shapema. Amen. Sigara, uvutaji, madawa ya kulevya. Kijana ukijiingiza huko umejimaliza mwenyewe. Mnanisikia? Umefanyaje? Umejimaliza. Dhambi ngapi? 3. Ya kwanza, ya pili, ya 3. Hebu mwangalie jirani yako, mwambie umepona au wewe. Kuna wengine zote ziko ndani yake. Yaani ni malaya, ni mlevi, ni mvutaji. Hivi sasa wewe tukikwambia ni familia ya shetani, tumekukosea kweli? Kuna wengine sio mlevi, sio mvutaji, lakini umalaya. Na hata nikisema umalaya, kuna wengine mnaangaliana hapo, mnaangaliana kwamba baada ya masomo sijui tutaendelea. Ukiona tukimaliza hapo watu wamekaa wawili wawili, waache wakae kikao. Kama ni binti, mwambie kijana, wewe ulikuwa krokodili, ulitaka kunimaliza. Kuanzia leo mimi na wewe basi, unataka nenda nyumbani kajitambulishe tuoane, ila mimi sio plastiki ya maziwa unanionja onja. Amen. Kwa hiyo lazima vijana tuishi maisha matakatifu. Jambo la pili, kijana, jiandae kwa maisha yako ya baadaye. Maisha yako ya nini? Kwa maana ya fanya kazi. Unapofanya kazi, jiandae. Na hili nitalizungumza baadaye kidogo, lakini nizungumza ambalo linakaribiana na hilo la kwanza la utakatifu, kijana na uchumba, ambalo ndio mlikuwa mnalisubiri kwa hamu. Kijana na nani? Na uchumba, ambayo ndio mengi tunayapata kutoka kwenye yale maswali 8. Katika yale maswali 8 kwenye swala la uchumba, unajua kuna tofauti ya uchumba wa Kikristo na uchumba wa kipagani. Uchumba wa Kikristo una hatua